Ndumiwe. Sasa kama mti usiokuwa na matunda, si lazima ukatwe. Na wewe unaona afukuzwe sasa? Ndo kabisa, ndo patapokuwa furaha yangu. Sasa na kama mtoto wako anampenda? Kama nampenda na mimi kama mwanangu ananipenda. Sasa mwanamke unasema hana faida, alikuwa hapiki, alikuwa haoshi vyombo, hapigi deki. Hata mtu wa barabarani utaweza kumuita akamwambia mama nisaidie ndani, akakusaidia, akakufajilia, akakupikia na akashika njia akenda. Na yeye sasa ni kama mpita njia kwa sababu hana mafaa, hazai. Ndio maana yake. Yes bakunzi ba Inyishu Media, hano kandi Mr Twitter, Mr Cousin ndi hano kandi imbere ya kamera, imbere ya microphone za Inyishu Media, ndabaramukije ivaye naho muri meze bien, meze fresh. Hano kandi nagarutse ndabazanye amakuru yizewe, amakuru ameze bien, murazi neza yuko ndabazanye ibintu bimeze neza kandi bitagase. Rero uno munsi mabako ndi kumwe n'umumama, mama mwiza ameze neza, ngira ngo nibiye vyo yatuzaniye bo bimeze neza. Mama uko sawa? Uko salama? Niko salama kabisa. Na kuona umetulia, ila kama vile uko na huzuni mama. Tena huzuni mkubwa sana. Na huzuni kuna nini mama, kulikoni mama? Nina mengi sana yaliyokuwa ndani ya roho yangu na kwenye kichwa changu, yametunga maneno mengi sana. Na kama vile una maneno ya hisia kabisa, maneno yenyewe ni mazito, iko sawa, huzuni wako unaleta kitu kikubwa sana mama. Tena mazito makubwa sana. Sasa mama, kuna tatizo gani? Mbona wamama kama nyie mlikuwa mnastahili kwa wakati wa furaha, umri unaenda? Wakati wa furaha upo, lakini kama ikifikia wakati wenyewe kwa ndani huzuni, lazima kwanza mtu uinamishe kichwa chini, uweze kutafakari kwanza. Sasa mama, kulikoni mpaka uwe hivyo? Wamama kama nyie hauna sio kusema umekosa chakula, umekosa nini, naona uko sawa, mavazi ni mazuri. Kulikoni mama mpaka uwe hivyo? Si kusema eti mtu mpaka ukose chakula ndio mtu unapatwa na huzuni. Yangine maneno yanaweza kusababisha mpaka ukaingia katika huzuni mpaka mwisho. Na kama hujapata kitu cha faraja cha kuweza kufurahisha katika roho yako, lazima huzuni utakuwa kila siku ndani ya roho yako. Kitu gani sasa unakosa kama wewe unasema nakosa kitu fulani kwa sababu ili furaha yangu iwe kwa sasa? Mimi hivi kwa sasa kinachokosa, nakosa mjukuu. Mjukuu ndio kufanya mpaka saa hii? Ndio kabisa. Unateseka ndani ya moyo tena sana. Sasa unakosa mjukuu, haukuzaa wewe? Mimi nilizaa wangu mtoto mmoja wa kiume. Na wangu mtoto mmoja wa kiume alioa mke wake, hivi leo sasa naweza kuhesabia miaka 7. Sijapata hata mtoto wa kuweza kuniita bibi. Basi hilo ndio linanitia huzuni sana. Mpaka hivi sasa huzuni yako ni kuwa hauna mjukuu wa kukuvuruga, wenyewe atakuita bibi sasa? Ndio kabisa, ndio huzuni niliokuwa nao mkubwa huyo. Sasa mama, nikuulize, mtoto wako wa kiume ni yeye ndo ambaye mwenye tatizo ama unawazia ni mkwe wako? Mimi siwazii, najua mtoto wangu yuko safi, mtoto wangu ni mzima. Huyu mtoto wa kike ndo naona yeye ndo amekuja na mangumba yake huko, ndo amekuja kuishi na mwanangu. Maana yake mwanamke au mkwe wako ndo hana uzazi tuseme? Mtoto wa kike ndo hana uzazi. Ndio. Sasa una uhakika gani kama sio mtoto wako wa kiume mwenyewe ndio hana huo uzazi wenyewe unaongelea kwa sasa? Na uhakika sababu mimi najua mwanangu ni mzima kabisa, na uhakika kujua kama mwanangu ana uzazi. Ndio. Na jinsi ulivyomlea ulikuwa unamuona tangu mtoto akiwa yuko sawa? Na angelikuwa kama haiko sawa, hangeliweza kuishi na mwanamke mpaka katika hii miaka yote 7. Naam. Maana mwanamke angemkimbia. Angemkimbia. Sasa ni hatari kabisa. Sasa mama, wewe unaonaje? Mtoto wa huyo mwanamke mke wako yuko? Yupo. Na mnaishi naye? Tunaishi naye. Hivi haleti shida ama kuna mengine yenyewe ana nani na mume wake hayakufurahishi, unaona tu haumpendi tu, sio kusema hana uzazi? Mimi la kwanza hanifurahishi, na kutokana tena hapo kusababisha tena kukosa kuzaa ndo kabisa, ndo aswa. Walipomleta kwanza ulikuwa haumfurahii tena kabisa. Na hivi kwa kukosa kizazi sasa ndo imekuwa balaa. Ndio. Pole sana mama, pole sana. Sikia kweli ni mambo magumu yenyewe unayapitia kwa huyu muda. Sasa unaonaje? Unafikiriaje? Mtoto wako ataitika kweli maamuzi yako?
Mimi maamuzi yangu, mimi namsubiria mwanangu waje ndo atachagua haya. Huyu mtoto wa kike kubaki, aidha mimi kutoka hapa nimwachie nyumba baba yake. Ndio? Hapa ni kwako ndo anaishi. Kwangu, kwa mume wangu. Na mtoto wako ameoa kaleta hapa. Ndio. Ni hatari. Hivi sasa unawazia kama ataweza kuacha nyumba baba yake aende? Ndio sasa ataamua sasa hiyo. Kama anampenda mke wake, atakwenda na mke wake, na kama ananipenda mimi basi tutaishi naye pamoja. Ndio. Achane na mke wake. Mbona ni kazi? So bakunzi ba Inyishu Media ngabo muko muravyumva abatuvuga Igiswahili ningorane yabaye umugabo n'umugore batigeze bibaruka mu mababo akabatari ko babinezererwa. Rero jewe nk'umumenyesha makuru nashitse anya kubera numvise ko hari induru zibandanya zihaba batumvikana iki niki kugira ngo murabona yuko mama twahasanze ari we nyene ico kibazo agize no mu maso biraboneka yuko atantuze afise. Bobo ashobora kugira zoom ukerekana mama ndabona nta munezero afise, hana furaha yoyote kabisa. Sasa ndiko ndibaza sijui kama itakuwaje sasa mama. Unaomba wewe unaona aje? Mwanamke afukuzwe tu. Sasa kama mti usiokuwa na matunda si lazima ukatwe. Na wewe unaona afukuzwe sasa? Ndo kabisa, ndo patapokuwa furaha yangu. Sasa na kama mtoto wako anampenda? Kama nampenda na mimi kama mwanangu ananipenda. Sasa mwanamke unasema hana faida. Alikuwa hapiki. Alikuwa haoshi vyombo. Hapigi deki. Hata mtu wa barabarani utaweza kumuita akamwambia mama nisaidie ndani, akakusaidia, akakufajilia, akakupikia na akashika njia akenda. Na yeye sasa ni kama mpita njia kwa sababu hana mafahazai. Ndio maana yake. So bakunzi ba Inyishu Media ndabashimire cyane, nanje ndabasezeranye yuko ngiye kurondera uwo mwana. Rero nashaka kubaza ikibazo cha nyuma. Mama unasikia Kirundi? Unasikia lakini kukiongea ndio inakuwa kigumu. Ndio. Nashaka kubaza ni iki chatumye wanka uwo mukobwa akiza kama kabla haujajua kama yeye hazai? Ni kipi cha hiki kufanya umchukie? Kwanza hakunifurahisha ndani ya roho yangu. Maumbile yake hakunifurahisha. Na la pili, nilikuwa sipendi mwanangu akenda kuoea nje na watoto wa kaka yangu wamejaa. Ndio nilikuwa nataka wewe humu ndani mwetu. Maana yake desturi ya kwenu ni kaka mtoto anaoa mtoto wa binamu yake. Vizuri sana. Anaoa binamu yake, haoi nje mbali na nani? Ndio. Kwa hiyo amtaki familia iende mbali? Hapana. Maana yake malizeno ni za kifamilia tu, hakuna mwingine anaingia. Sasa kwa sababu gani yeye aone kama ni mila ya kizamani mama? Mila ya kizamani. Basi zamani na hivi sasa tofauti yake kwaje? Tofauti iko kwa sababu kuna maendeleo. Sisi tuko na maendeleo. Hivi kila mtu leo inachopenda ndio inafaa, hapana kuwamchagulia wazazi. Na ndio maana watu wanakuwa hawajengi, sababu watu wanakuwa nakwenda kujitafutia tu wenyewe. Na ndio maana wakutana manyumba mengi, watu hawajenge katika majumba yao. Sababu ya kusema mimi kipenda roho naenda kutafuta mwenye nayotaka huko. Poleni sana. Mimi hiyo wala si support hata kidogo. Bakunzi ba Inyishu Media ndabashimire cyane rero. Ngango twakeneye kukurikirana tumenye uwo mukobwa nawe nibiki. Mama naweza kumpata yule mwanamke? Tumtafute hapa. Hayu hapa karibu. Kimeka kiko mundani, mwende mkamtizame yumo mundani. Nataka nimlete aongee na wewe kwa kama mmeshaamua hivyo haya. Ndio miwe.